Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nashukuru Mungu sana tena wapendwa asubuhi ya leo kwa fursa ambayo Bwana amenipea ili mimi na wewe tukutane katika hapa Loliwe TV asubuhi hii ya leo. Bwana amenituma na neno la ushindi, neno la baraka, neno la uweza. Asubuhi ya leo Bwana amenituma na neno lake, neno ambayo kama utakubali, neno ambayo kama utapokea, neno ambayo kama utakaribisha, utaamini ya kwamba wewe ni mshindi. Utaona uweza wa Bwana, utaona ukuu wa Bwana, utaona kibali cha Bwana. Bwana amenituma nikuambie, chukua nafasi yako. Kuna nafasi ambayo unafaa uchukue. Kuna nafasi ambayo haijatumika vizuri. Kuna nafasi ambayo Bwana anatarajia uwe unatumia lakini hujatumia vile inavyopendeza Bwana. Tunapoelekea katika kuingia katika mwaka mpya, Bwana ako na matarajio kuona watoto wake wamechukua nafasi wao na wameshinda vita. Ameona watoto wake wamechukua nafasi wao na wameshinda kila pango mbaya ya adui shetani kuhusu maisha yao, kuhusu ndoa yao, kuhusu biashara yao, kuhusu kazi zao, kuhusu kila jambo ambayo inawasumbua. Bwana anasema nisemi ya kwamba ni wakati wa kuchukua nafasi yako. Kuna nafasi unafaa usimamie. Kuna mahali Bwana anatarajia kuona kama umesimamia. Na wacha tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Kutoka 14 kuanzia 13. Kutoka 14 kuanzia 13, andiko inasema, Musa akaambia Waisraeli, msiogope, kaeni imara. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyo waokoa. Maana hawa wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena. Mwenyezi Mungu atawapigania nyinyi. Mtakachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Mwenyezi Mungu akaambia Mose, kwa nini unanililia? Waambie Waisraeli waende mbele. Inua fimbo yako na kuinyosha juu ya bahari. Maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katikati ya bahari hapo mahali pakavu. Mimi nitawafanya wa Misri kuwa wagaidi, nao watawafuatia katikati ya bahari. Nami nitajipatia utukufu kutokana na mwangaza, kutokana na kuangamiza kwa Farao na jeshi lake, magari yake ya vita pamoja na ya mafarasi yake. Naam, nitakuwa kuangamiza Farao na jeshi lake pamoja na magari yake na mafarasi, sio ya Wamisri. Nao Wamisri watajua kwamba mimi ndio Mwenyezi Mungu. Andiko lingine inaenda katika kitabu cha Mathayo 25, Mathayo 25:15. Nataka nisome tu kwa ufupi. Mathayo 25:15 inasema hivi, alimpa kila mmoja kadri ya uwezo wake, mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2 na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nao, akapata faida 5 talanta 5. Bali kadhalika yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida ya talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaenda akajichimbia shimo ardhini, akaficha fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi ya mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekadhibiwa fedha ya talanta 5 akaja akachukua talanta 5 faida. Akaambia, Bwana, ulinikabidhi talanta 5, hapa pana
talanta 5 zaidi faida iliyopatikana. Bwana wake akamwambia, vyema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu na katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa, njoo ufurahie pamoja na bwana yako. Na Bwana abariki neno lake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu asubuhi ya leo, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa ya kipekee ambayo Bwana amenipea. Kwa hakika Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa kujali. Wakati kama huu, nilipokuwa naomba Mungu kama tuko karibu kufunga mwaka ili tuingie katika mwaka mpya ya 23, nilikuwa nauliza Mungu ya kwamba nitaambia watoto wako nini. Na Bwana akanielekeza vyema, akiniambia niseme kwako ya kwamba mwaka iliyo mbele yetu ni mwaka ambayo iko na ugumu. Mwaka iliyo mbele yetu ni mwaka ambayo watu ambayo ni hawafifu, watu ambayo ni waoga, wala ambayo wanalialia, wala ambayo hawataki kusikia maagizo ya Bwana, itakuwa ngumu kwao. Lakini itakuwa mwaka ya ushindi, itakuwa mwaka wa baraka, itakuwa mwaka wa ufanisi, itakuwa mwaka ya uweza kwa wala ambayo wanaelewa Mungu ni nani, sio wale waleo nayolia. Nimekuja niongee na wewe mtumishi wa Mungu, wewe ambayo unanisikia, wewe mtoto wa Mungu, wewe mama, wewe baba ambayo Bwana amenipea siku ya leo. Bwana akona ujumbe nzuri, Bwana akona hali ya kushughulikia, na wewe ni mfanyikazi pamoja na Bwana. Wewe Bwana amekutengeneza uwe mfanyikazi pamoja na yeye. Wewe Bwana amekuumba ili uwe mtumishi pamoja na yeye. Wewe Bwana amekuumba ili uwe muumbaji pamoja na yeye. Asubuhi ya leo niko na ujumbe la Bwana ambayo Bwana amenipea. Bwana ananiambia niseme ni kuchukua nafasi yako. Bwana anatarajia kuona wewe mpendwa ambayo unanitazama asubuhi ya leo. Bwana anataka kutumia wewe uwe chombo cha dhamana, uwe chombo halisi, uwe chombo inayostahili katika mikono yake. Uwe mmoja ya wafanyikazi pamoja na yeye. Yani atumie wewe kama chombo ili afikishe malengo yake kwa familia yako, kwa biashara yako, kwa ndoa yako, kwa jamii yako. Bwana anataka atumie wewe kama chombo. Ndiposa amenituma asubuhi ya leo niseme na wewe mpendwa ya kwamba wewe ni wa dhamana, ya kwamba wewe ni chombo cha dhamana mikononi mwa Bwana, na Bwana anataka kukutumia. Anasema ya kwamba anatafuta mmoja ambaye anaweza simama kwenye nafasi yake. Anatafuta mmoja ambaye ndio watu wanalia, ndio watu wanapitia hali ngumu, ndio watu wako na mambo kadhaa ambayo imewafinya, lakini huyo anasema ya kwamba katika hiyo hali niko tayari kusimama katika nafasi yangu. Huyo ndio Bwana amenituma asubuhi ya leo niongee naye ya kwamba Bwana wa majeshi amesema anatafuta mtu mmoja ambaye anaweza simama katika pengo, mtu mmoja ambaye anaweza simama katika pengo ili amtumie. Sio mtu ambaye ni muoga, sio mtu ambaye analialia, sio mtu ambaye akistuliwa na njaa anatoroka, sio mtu ambaye akistuliwa na mambo ndogo ndogo anakuwa mtu muoga na anatoroka. Bwana anasema anatafuta mtu mmoja ambaye ako tayari kusimama kwenye pengo, kusimama katika nafasi yake ili atumike na Bwana, ili Bwana amtumie. Bwana anataka ionekane ya kwamba wewe uko na nguvu, hata kama unaonekana ya kwamba wewe ni mdhaifu, hata kama unaonekana ya kwamba wewe umeshindwa, hata kama unaonekana ya kwamba wewe uwezi, hata kama unaonekana ya kwamba wewe ni mtu wa chini. Bwana amenituma, jemedari amenituma niseme ya kwamba anatafuta tu mtu mmoja ambayo ako tayari kusimama katika pengo kwa sababu ya familia, kusimama katika nafasi kwa sababu ya jamii, kuchukua nafasi yake na kusema ya kwamba jamii yangu haitaangamia nikiangalia, ndoa yangu haitaangamia nikiangalia, biashara yangu haitaangamia ni mimi nikiwa. Bwana anatafuta mtu kama huyo asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, ni wewe Bwana amenituma kwako.
Ni wewe Bwana amenituma kwa ajili ya familia yako. Ni wewe Bwana amenituma kwako kwa ajili ya ndoa yako. Ni wewe Bwana amenituma kwako kwa ajili ya biashara yako. Ni wewe Bwana amenituma kwako kwa ajili ya jamii yako. Ni wewe Bwana amenituma kwako kwa ajili ya huduma yako. Ni wewe Bwana amenituma kwako ili jina la Bwana lipate kutukuzwa. Ndiko mahali tumesoma kuna wakati wa Israeli walikuwa wamekumbwa na vita. Kuna wakati wa Israeli maadui yao walikuwa wamewakaribia, wamewatetemesha maadui yao. Maadui ya maisha ni ugonjwa, maadui ya maisha ni afya mbaya, maadui ya maisha ni umaskini, maadui ya maisha ni njaa, maadui maisha ni vita ambayo ni laana ambayo ni ya familia. Maadui zao waliwasongea mpaka wakaogopa, mpaka wakaanza kulia, mpaka wakaona ya kwamba Bwana amewawacha, Bwana hayuko mbali, wakaona ya kwamba wamesaulika, wakaona ya kwamba kana kwamba Bwana huwa hawakumbuki, wakaona ya kwamba Bwana hata hawajali. Lakini Bwana akaambia Musa, ongea na wana wa Israeli waache kuonyesha udhaifu yao mbele ya maadui zao, waache kuonyesha ya kwamba wameshindwa, waache kuhangaika, waache kulialia. Bwana asubuhi ya leo amenituma ya kwamba yeye hakuna mtu, niwaambie kwamba hakuna mtu ambayo hana sababu ya kulia. Kila mmoja amekumbwa na vita zake, amekumbwa na changamoto zake. Kila mmoja ambaye ameumbwa na amezaliwa na mwanamke ako na udhaifu, ako na vita, ako na mambo anapitia. Tofauti ambayo iko katikati ya sisi ni kwamba wale ambayo wameamua ya kwamba wanasonga mbele. Kuna wale ambayo wameamua ya kwamba wanasonga mbele, liwe liwalo wao wanasonga mbele. Hiyo ndio jambo ambayo Bwana ameniambia niongee na wewe siku ya leo, nilete kwako siku ya leo. Mahali tumesoma wapendwa, inaongea kuhusu Musa na wana wa Israeli ambayo wamepata jambo. Kama vile asubuhi ya leo vile umeamuka, unapokuwa katika runinga yako, umegundua ya kwamba kuna hali ambayo inakuletea changamoto, umegundua ya kwamba kuna hali ambayo inakusukuma, umegundua ya kwamba kuna hali ambayo inakuaibisha, umegundua ya kwamba kuna hali ambayo unapokumbuka unakosa ufahamu vizuri, unapokumbuka unakosa hata appetite ya kukula, unapokumbuka unakosa hata tamaa ya kufanya mambo ya familia, jukumu lako la familia. Lakini niko na ujumbe yako asubuhi ya leo. Mungu anaambia Musa, ambia Waisraeli wasiogope, kaeni imara. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atawapigania. Wapendwa, Bwana anataka wewe ambaye unanisikia, wewe ambaye unanitazama, usimame imara. Kuna kuhangaika katika maisha yetu. Watu wengi wanahangaika kana kwamba Bwana hayuko, lakini Bwana ameniambia nikuhakikishie ya kwamba anakujali na Bwana ako na jukumu. Bwana anajua ya kwamba yeye ndio baba yako. Bwana anajua ya kwamba yeye ndio mtetezi wako. Bwana anajua ya kwamba yeye ndio muumba wako. Kazi yake ni kukupigania, kazi yake ni kufunika wewe, kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba unaishi maisha mazuri. Anasema ya kwamba Waisraeli wajue ya kwamba yeye ndiye anawapigania. Yeye ako na shughuli ya kuwapigania. Wawache kulia. Wanapolia wanaleta aibu bure. Wanapolia, akakuja kaniambia niseme kwako ya kwamba hakuna binadamu ambayo hana sababu ya kulia. Kila mmoja wetu ako na sababu ya kulia. Jambo ambayo ni tofauti ni kwamba wengine tumekubali kusonga mbele. Ni wakati wa kusonga mbele. Ni wakati wa kuacha kuangalia vitu ambayo zinafanya tunalia. Wapendwa, hakuna mtu. Andiko mahali ambapo tumesoma katika 13 Mungu akaambia Musa, kwa nini mnamlilia? Inamaanisha kwamba hata Musa mwenyewe alikuwa analia. Waisraeli wanalia na Musa analia. Musa ni kiongozi lakini analia. Musa ndiye anaongoza Waisraeli, lakini hata yeye pia kuna mambo imemlemea, kuna mambo imemshika, kuna mambo imemkumba, kuna hali imemfinya ikamweka kwa kona. Vile mambo imekuweka asubuhi ya leo, wapendwa, hakuna mtu ambayo hana sababu ya kulia. Kila mmoja. Kama
Musa kiongozi anaweza kulia, inamaanisha kwamba hata uwe kiongozi, hata uwe raia ya kawaida, uko na sababu ya kulia. Lakini Bwana wa majeshi asema ya kwamba afurahi wakati anaona watoto wake wanalia, licha ya kusonga mbele, licha ya kuchusimama katika pengo, ili Bwana ajionyeshe. Nimetumwa na Bwana nikuambie ya kwamba anataka kukutendea miujiza wake, ya kwamba anataka miujiza yake iweze fanyika mtu asiposimama katika nafasi yake, mtu asiposimama hodari, mtu asiposimama ili Bwana mtumie, mtu asiposimama ili Bwana muonekanie, mtu asiposimama. Mtu anapolia anaonyesha adui ya kwamba ameshindwa, anaonyesha adui ya kwamba amefika mwisho. Yule anakaribisha ni adui, lakini anayesimama, lakini yule ambayo amesimama kwenye pengo, yule ambayo amesema ya kwamba ndio adui, ndio hawa wamenifikia, wamenilenga, wanataka kunimaliza, lakini nimesimama hapa, Bwana unitumie kama chombo ili wewe ndio upigane. Mungu anaambia Musa, ambia Waisraeli ya kwamba vita sio yao, vita ni yangu. Wao kazi yao ni kusimama ili Bwana awatumie, ili Bwana akae ndani yao na atumie kushinda adui yao. Wakati unalia, unayovuta ni adui, unayovuta ni ugonjwa, unayovuta ni ufukara, unayovuta. Unapoongea mambo ya kushindwa, unavuta kushindwa, unakaribisha kushindwa. Unapoongea mambo ya ushindi, unaposimama kwenye pengo, unaongea ushindi wa Bwana, unaongea wema wa Bwana, unautoa ushuhuda wa Bwana. Wapendwa, unakaribisha Bwana, unaambia Bwana ya kwamba Bwana njoo, ili njoo. Na anapokuja, maadui zako wanatoroka, ugonjwa zinatoroka, kushindwa zinatoroka, ufukara inatoroka. Kwa sababu gani? Umesimama kwenye nafasi. Bwana anaambia Musa, ambia Waisraeli wasimame katika nafasi yao. Kuna nafasi yako ya kusimama. Bwana anaambia Musa, ambia Waisraeli ya kwamba wao vita sio yao, vita ni yangu. Wao maadui mnayoona nje, sio nyinyi anawatega, wanataka kupimana na mimi. Nyinyi hamwezi pigana nao, muache mimi ndio nijitokeze, niwaonyeshe vizuri ya kwamba mimi ni nani. Asubuhi ya leo mpendwa, na kuambia vyema ya kwamba Bwana wa majeshi asema ya kwamba chukua nafasi yako. Anataka kuona ukiwa katika nafasi, sio mambo ya kulia. Ndio, acha nikuambie mpendwa, hata kama ni nani amekufa, hata ukilia ukweli wa mambo ni kwamba amekufa. Hata kama ni nani, ni umaskini imekuja, hata kama umelia, kilio haibadilishi umaskini, kilio haibadilishi vita, kilio haibadilishi aibu, kilio haibadilishi chochote. Kilio inavuta tu zingine zikuje zikuhangaishe zaidi. Lakini Bwana anasema anapendezwa na wale ambayo wanajitokeza, anapendezwa na wale ambayo wanasema, anapendezwa na wale ambayo wanasimama katika pengo. Hata kama adui imekuja na imepanga kuangamiza, imepanga kunyamazisha, imepanga kumaliza wewe, lakini umesimama kwenye pengo, Bwana wa majeshi asema hivi, anapendezwa na wale wanayosonga mbele, anapendezwa na wale ambayo wanazidi kukaa katika pengo, anapendezwa na wale ambayo wako tayari kutumika na Bwana. Asubuhi ya leo nashukuru Bwana ambaye amenituma nikae kama chombo, ni kuambia mpendwa ya kwamba Bwana anataka wala ambaye anazatumia, wala ambaye wanazatumia kama chombo. Tunapoelekea katika mwaka mpya, mwaka wa 2023, Bwana wa majeshi anasema anatafuta mashujaa, wala ambayo hawaogopi, wala ambayo wakiangalia uchumi sio ya kulia, wala ambayo wakiangalia hali ya mambo nchi ilivyokuwa, wanasema ya kwamba tunataka kuingia 2023 na uweza wa Bwana, na ushindi wa Bwana, na mamlaka wa Bwana. Wala ambayo wanajua ya kwamba ndani yao kuna kitu Bwana ameweka, ya kwamba ndani yao kuna ushindi wa Bwana, kuna talanta ya Bwana, kuna uweza wa Bwana, na wako tayari kutumia. Andiko mahali tumesoma katika kitabu cha Mathayo 25, maandiko inasema ya kwamba mkubwa mmoja, mfalme mmoja, muweza mmoja alikuwa na talanta, na akaita wafanyikazi
wafanyakazi wake watatu. Wa kwanza akapea talanta 5 na akamwacha. Mwingine akaita akampea 2, mwingine akaacha akamwita akampea 1, na akawaambia kwamba endeni nje mwanze kutumia talanta ambayo nimewapea, nguvu ambayo nimewapea, uweza ambayo nimewapea, endeni nje. Andiko inasema vizuri ya kwamba huyu mkubwa aliporudi, hao wapendwa walitumwa nje ili kila mmoja ionekane ya kwamba akona kitu cha maana, akona kitu cha dhamana, akona kitu cha muhimu. Andiko inasema vyema ya kwamba huyo mtu mkubwa aliporudi akaenda kwa yule aliyepewa talanta 5 na akapata ya kwamba ametumia hiyo talanta na ameongeza nazo zingine 5, na yule ambaye alipea 2 pia ameenda akafanya kazi na akaongeza zingine nayo 2. Yule ambaye alipewa 1 akasema ya kwamba yeye aliogopa na akajua ya kwamba huyu ni mtu ambaye anataka kuvuna mahali hakupanda, na akasema ya kwamba yeye hawezi tumika, yeye mtu hawezi tumia jasho lake ovyo. Yeye ni mtu ambaye yeye hawezi tumika hivyo. Yeye vile alipewa 1 akaenda akachimba shimo na akaweka, na wakati ukubwa wake alirudi akachukua alipokuwa anataka kuona vile kila mmoja amefanya kazi, akaanza kukagua kazi, na mwishowe anapoenda kwa huyu alipewa talanta 1 akaambiwa ya kwamba leta. Akasema ya kwamba mimi nilete nini? Hakuna kitu. Mimi nilijua ya kwamba we ni mtu mbaya, mtu ambaye hana huruma, mtu ambaye ni mnyang'anyi. Wewe ni mtu mbaya. Yeye talanta ulinipea ilikuwa ya kunipima, na mimi sio mtu wa kupimwa, mimi sipangwangwi. Na akaongea vibaya na akamwambia chukua. Bwana wa majeshi akaangalia akasema ya kwamba wewe aliinua, aliwekea, aliheshimu wala ambayo walitumia talanta yao vizuri, na wakasema ya kwamba kuna mahali pao pa kukaa, kuna mahali pao ya kuwekwa, kuna heshima wanafaa watuniwe kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wamefanya. Lakini akamwambia yule ambayo talanta yake haikutumika vizuri ya kwamba wewe ni mbaya, ya kwamba wewe hauna nafasi katika ufalme. Wapendwa, Bwana wa majeshi ameniambia nitume ujumbe ya kwamba tunapoelekea katika mwaka mpya tusielekee tu baada ya sherehe hii ya Krismasi, tusiende tu, bali tuende tukiwa tunajua ya kwamba kuna matarajio, ya kwamba kuna talanta, ya kwamba kuna vitu ambayo ametupea, kuna uweza ametupea, kuna heshima ametupea, kuna hekima ametupea, kuna vitu ambayo imewekwa ndani yetu, na anatarajia kuona faida, anatarajia kuona ushindi, anatarajia kuona wema wa Bwana kwa sababu ya yale ambayo Bwana anaenda kutenda ndani yetu. Wapendwa, tunapoingia katika hii mwaka, Bwana wa majeshi asema hivi, anatazamia wala ambayo wanasonga mbele, wala ambayo wanasema ya kwamba Bwana wa majeshi, mimi nataka unitumie, mimi sitaki kulialia, mimi sitaki kulalamika, mimi sitaki kulani watu, mimi sitaki kukaa tu, nataka nitumike. Bwana naomba, anasema mtu kama huyo anatarajia kusimame katika pengo, anataka mtu kama huyo anayoishi kwa imani ili amtumie. Bwana apendezwi na mtu yeyote anayelialia, na mtu yeyote anayelialia. Akaambia Musa ya kwamba uko na fimbo, hiyo fimbo unatumia aje? Wa kwamba Musa, unanililia mimi, Mungu unanililia, na tayari nimekupea uweza, tayari nimefanya miujiza. Siuonyeshe ya kwamba hata wewe ni chombo, hata wewe uko na mimi ndani yako, hata wewe kuna uweza wako ndani yangu. Wacha kunililia. Musa alikuwa analilia Mungu, na Waisraeli wanalilia Mungu, lakini mabadiliko haikuonekana, miujiza haikuonekana, hakuna kitu ilifanyika wakati Musa alikuwa analia. Lakini wakati Musa akasikia sauti ya Bwana na akainua fimbo yake na akaweka katika bahari, andiko inasema ya kwamba miujiza ilifanyika. Bahari ikapasuka na ikakuwa nchi kavu, na Waisraeli wakapita na wakaona ukuu wa Bwana. Miujiza ikafanyika. Ni nini inafanyika wapendwa? Bwana anangoja aone kama wewe umesimama katika
katika pengo, ili jina la Bwana litukuzwe. Bwana anangoja aone kama wewe mtoto wake umesimama katika pengo, umesimama kwenye pengo, ili Bwana afanye miujiza. Tayari yako na miujiza ya kufanya. Anatafuta mtu mmoja ambaye anasimama katika pengo, ambaye anasimama katika nafasi yake, mtu mmoja ambaye sio muoga, mtu mmoja ambaye sio wa kuhangaika, mtu mmoja ambaye amesema ya kwamba nilie nisilie, maisha ni ya kusonga mbele. Anatafuta mtu mmoja. Aliyemwambia Musa, ambia Bwana wa Israeli ya kwamba wawache kuzunguka, wawache kukaa tu katika mzunguko, wasonge mbele. Wapendwa, 2023 ni mwaka wa kusonga mbele, ni mwaka wa wale ambao ni wajasiri, wale ambao wamesema liwe liwalo, mimi sitoki. Hata kama uko katika mji wa Eldoret, hata kama uko katika mji wa Nairobi, hata kama uko katika mji wa Mombasa, hata kama uko katika mji gani, wewe sio mtu wa kutoroka mji kwa sababu ya mambo ambayo ni magumu. Bwana anatazamia kuona kama wewe umesimama katika pengo, umesimama katika pengo, ili jina la Bwana litukuzwe. Anatafuta, akaambia Musa ya kwamba Musa, mimi sitaki kukuzi, mimi sio mtu wa kulialia. Bwana anatafuta mtu mmoja ambaye anatengeneza uhusiano wake na madhabahu ya Bwana, mtu mmoja ambaye anatengeneza uhusiano wake na ushindi wa Bwana, yule ambayo anasema ya kwamba mimi hii mwaka siogopi, mimi nasonga mbele, mimi naamini Bwana, mimi Bwana ndiye atanitetea, mimi Bwana ndiye atanishika mikono, mimi Bwana ndiye atanifunika, mimi Bwana ndiye atakuwa na mimi. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye anasema yeye katika maisha yake yeye hataogopa, hata kama ni nini, ako tayari kusimama. Sio tu kusimama, ni mtu ambaye ako tayari kusimama ili Bwana mtumie. Wewe mtu ambaye ni muoga, nataka niombe na mtu kama huyo ambaye anasema ya kwamba hii mwaka nataka Bwana anipe nguvu ninapoingia 2023, ana anishike mikono. Bwana anataka nisimame, na nitasimama nikiwa ndani ya Kristo. Wapendwa, hii mwili ambayo tuko nayo bila damu ya Yesu, damu ambayo tumezaliwa nayo ni damu ya uoga, damu ya uzinzi na usherati. Damu ambayo tumezaliwa nayo ni damu ya kushindwa. Lakini unapokubalia damu ya Yesu ichukue nafasi katika maisha yako, hiyo damu itafanya utakuwa mshindi. Piga tu magoti mahali uko, shika tu TV yako. Tunataka tuombe na wewe, tunataka tuite Bwana ambaye anaweza kubadilisha hali, ili hali yako unapoingia 2023 ukubali kusimama katika nafasi yako. Familia yako isiharibike, ndoa yako isiangamie, biashara yako isiangamie, chochote ambayo unafanya isimame, kwa sababu uko katika pengo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu anayepiga magoti, anayeshika TV, anayeinama chini, hainamii mimi, hainamii hiyo TV, hainamii mtu yeyote. Hata fursa ambayo umenipea ni yako. Naomba ya kwamba bila umenipea fursa, na tayari Bwana nimetumika kama chombo. Mtu wako ambaye amepiga magoti, mtu wako ambaye ameinama, mtu wako ambaye ameamini, Bwana anapotoka katika magoti, anapoinua kichwa yake juu, aibu ambaye amepigana nayo, vita ambaye imemkumba, haitafaulu katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba Bwana unamuinua, unamshindania, unamtendea mema. Anapojiandaa kuingia katika mwaka mpya, anaingia akiwa na ujasiri ya kwamba wewe uko upande wake. Katika jina la Yesu wamesimama katika nafasi ili jina lako litukuzwe. Amen. Yule ambaye alikuwa naongea na wewe mpendwa msikilizaji, na shukuru Mungu, ni Pastor Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church. Tuko Nairobi Dandora Phase 4 nyuma ya Career Supermarket. Namba yangu ya simu ambayo nataka upige ili tuombe na wewe ni 0722 115714, 0722 115714, ama namba yangu ya Airtel ni 0733 73 0733 736040, 0733 736040. Namba yangu iko hapa kwa TV. Chukua unipigie simu, tusemezane, tuombe pamoja. Mungu anizidi kunisaidia nikuelekeze, la sivyo na kuombea mwaka mpya ya ufanisi. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you